Bro, kuna siku moja kuna mtu alinikatisha tamaa sana. Waliniambia kwamba sitaweza kufanikiwa katika ndoto zangu au ndoto yangu ya kuwa comedian hapa Tanzania. Umeona? Waliniambia kwamba ni moja kati ya ujinga ambao naufanya, napoteza muda, lakini mimi niliamini kwa uchache kwamba yale maneno yanayonipa ni ya kweli, lakini kwa jinsi ninavyokiona kipaji changu nikaamini moja kwa moja kuna kitu ninacho ndani yake. Nilianza kuusha vitu vyangu TikTok. Mimi ni comedian, kama unifahamu vizuri. Mimi ni comedian, stand up. Najitahidi kuchekesha ingawa sifahamiki sana, ila kuna baadhi ya watu wananifahamu. Natumia jina la Kabuzi TikTok, na akaunti yangu ni hii hapa, na bro Zaili Gomero ananifahamu vizuri kama unavyoona. Sasa kwenye harakati za kutengeneza clip hapa na pale, kuna baadhi ya watu kwa nawaonyesha, wananikejeli, hapo umekosea, hapo acha hivi, ungeacha hivi, mdogo wangu acha, nenda kalime. Unajua utani na hapa na pale, utani wa hapa na pale ndio unaokatisha watu wengi sana tamaa. Kwanza nikastay kwamba kama mwezi mmoja hivi nikastome vitu, lakini ambaye alionifanya hadi nisikate tamaa ya Konzala bro. Nikaona huyu Konzala ananishindaje? Mbona ni mtu mdogo sana, lakini yeye kidogo kuna vitu amenizidi. Nikaamua kurudi tena kwenye kitu ambacho ninachokiamini. Nilianza na followers mmoja, nika hapa na pale. Sasa hivi nina followers 1500. Ni wachache, lakini ambao nao wananisupport sana. Nakuta comment za hapa na pale, wananikejeli wengine ambao bado wananirudisha nyuma. Umeona? Wengine wananisifia, wengine wananipa moyo, mdogo wangu pambana, utafika mbali, kuna kitu. Kwenye harakati za maisha, ukisema ufuatilie au ufuate maneno ya watu, kuna baadhi ya vitu utofikisha au malengo utofikisha. Mpaka sasa hivi hapo unavyoniona, napambania sana kipaji changu. Najitahidi sana kuhakikisha naonyesha nini ninafanya, wale ambao wananiona mimi siwezi, kwa sababu mimi mwenyewe ninaamini ninaweza, na ni kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Ndoto yangu kubwa sana ni kuwa comedian hapa Bongo. Nimejitahidi sana kutafuta kuwasiliana na viongozi na comedian wakubwa, lakini hawakani watu ambao hawanipi support, lakini bado napambana. Umeona? Sasa kitu ambacho nataka niwaambie vijana wenzangu wenye umri mdogo kama mimi hapa ni kupambania kitu ambacho ninachokiamini kina mafanikio na wewe. Kutokusikiliza maneno ya watu wengi au maneno ya mchanya kutoka kwa watu ambao wanakuzunguka. Kutokana unajua nini bro? Mmoja kati ya watu ambao walikuwa wananipinga ni kwenye familia yangu. Brother yangu anaitwa Isa Sambiko. Alikuwa ni mtu mmoja ambaye ananipinga sana. Mdogo wangu acha hizo kazi. Na ni mtu ambaye alikuwa ananipaga sana changamoto. Kwa kuna kikundi alikuwa anafanya nacho kazi, kwa kinanifundishaga sanaa. Alikuwa akinionaga nikienda hapo na nigombeza sana. Ni mtu ambaye alikuwa hapendi, haamini ninachokifanya. Ni mtu ambaye anaona kabisa kwamba napoteza muda. Umeona? Sasa kaka wangu mwenyewe kuna siku moja aliona clip yangu moja hivi, akaniambia, hivi wewe mwenzie kuongeza zile meme zile kucheka ile. Kwanza akacheka kwanza, ndugu wangu hapo umefanyaje? Nikamwambia, wewe siamini mpaka nimefikia hapa kutengeneza hivyo vitu sijatengenezewa. Mimi naamini nafanya. Akaanza kurudi tena kule kwenye msimamo wake. Hapana, wewe hutofika popote. Au unasemaje jamani? Wengine wanapinga, wengine wananiambia dogo kupambana. Umeona?
nilijitahidi sana kuitangaza kazi yangu, ukiacha kwenye mitandao ya kijamii. Nikaenda kwenye studio baadhi kutoa kazi zangu, wengine walichukua, wengine walikataa. Umeona, dogo acha bana, ukitaka uniweke video yako nige hela niweke. Aliyakuwa pale wataongea wakivutiwa nao video yangu anachukua kwa kutumia hela. Kwa hiyo nimetoa baadhi ya hela kidogo, wakaniwekea video zangu kwenye studio zao pale. Baadhi ya video zimeenda, watu wakawa wananicheka, wewe tumemwona sehemu fulani. Lakini moyoni mwangu nafarijika sana mtu anaponiona kwenye hali ambayo naiona mimi naamini. Watu walikuwa kwanza vitu ambavyo watu walikuwa wananikatisha tamaa. Mmoja kati ya sauti na kamera, yani quality ya picha hiyo. Kwa sometimes sisikiki, au sometimes jua kama jua linapiga sionekane vizuri. Lakini mpaka sasa hivi nimejua kuedit video, kuedit sauti. Nimenunua Bluetooth yangu ya kurekodia, mic inamaanisha. Kwa hiyo ni moja kati ya hatua nimeiona kabisa nimetoka hatua moja kwenda hatua ya pili. Ila mimi naamini naweza kufikisha malengo ambayo yapo kwenye damu yangu. Kwa ushauri ambao ninawapa vijana wenzangu, kila mtu hapa duniani ana kipaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hawafahamu kipaji alichokuwa nacho kwenye damu yake. Kwa hiyo kitu ambacho nataka niwaambie vijana wenzangu, wajaribu kuangalia vipaji ambavyo wanavyo, kwa sababu kipaji ni moja kati ya mafanikio ambayo yanakuja haraka pale ambapo unachokipambania. Umeona? Kiukweli ni kwamba kipaji changu mimi kukifahamu nimetumia muda sana, kwa sababu ni kwamba nilikuwa ni mtu ambao nikiingia sehemu hivi watu walikuwa wakiniangalia wanacheka. Yaani namna yote itakaokaa mimi. Yaani nikiongea watu nacheka. Nikitembea hivyo watu wananicheka. Nikinuna watu ndo wanazidi kunicheka. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaonekana nipo kwenye hali ya kuchekesha hivi. Ndio nikaona mbona kama nikifanya kama nikichekesha hivi, mbona kama kuna kitu kitaniletea mafanikio. Sasa nikajaribu kuchekesha kwa kutumia watu wa kawaida bila kutumia kwenye simu. Sasa nija hapa nikaanza kuongea mwenyewe. Unajua bwana, watu hapa mmekaa hapa lakini hizo ninavyowaona hapa kama hamjakula hivi, ndio nyumbani kwenu mkale, unakuta hata wanacheka. Umeona? Kwa unakuta stori za nije pale na nuna tu. Mpaka tunajiuliza, hivi Kabuzi hayupo hapa? Kusudi niongee, kusudi nirudi kwenye hali ambayo walionizoea. Kwa hiyo kila mtu ana kipaji, na kuna watu ambao wana vipaji kunipita hata mimi humu mtaani, lakini hawajakigundua. Umeona? Ninawashauri vijana wenzangu sana, nakaa nao sana kwa shauri, lakini wanaamini kwamba wengine wanasema kwamba mimi wangu kukaa mbele ya kamera mimi naogopa, mimi sijisikii kukaa kwenye kamera, sijisikii kurekodi, mimi siwezi. Unajua kuna kitu kimoja watu ambao wanafeli, au vijana wenzangu wanafeli kutokusema mimi siwezi. Yaani wewe ukisema kwamba mimi siwezi, wewe hutoweza moja kwa moja. Wewe jipe moyo, unaweza. Umeona? Sasa kwenye harakati zangu za kuwa comedian, mimi natokea kijijini, Butika kabisa, Tanga kijijini. Moja kati ya support ambazo nazipataga ni kwetu kijijini. Nikiendaga kijijini tu watu hawaamini. Kijiji chote ni kidogo, lakini nikiingia pale ni huyu, ni yeye bana. Kwa hiyo ni mtu ambao nikifika pale niliona kama star fulani hivi. Ingawa nikija huku mjini watu wanaona kama udogo, mbona anapoteza muda tu makusudi. Umeona? Kwa tupambanie vipaji vyetu. Tukiachana na vikwazo ambavyo tunavyopitia, changamoto tunazopitia, changamoto ipo popote pale utakapoenda kwenye mafanikio. Umeona? Changamoto ipo popote pale. Ipo changamoto. Kwa kumalizia, kwa nyie mnaoniangalia kwenye hii video,
haya maneno ya watu ambao wanaoongea kwa kukukatisha tamaa, yatumie kama njia au kama daraja la kuwaonyesha kwamba ni namna gani walikosea. Umeona bana, waonyeshe ni kwa namna gani walikosea kwenye yale maneno aliyoyaongea.